Tunafahamu ya kwamba kulikuwa kuna wafanyakazi walikuwa wameajiriwa hapa ambao sasa hivi hawana ajira. Hivi jumla tu kwa haraka haraka kulikuwa na wafanyakazi wangapi ambao tayari wamepoteza ajira kutokana na hiki? Wafanyakazi hapa kwa Dar es Salaam tulikuwa na zaidi ya wafanyakazi 200 na. Yeah. Kwa pishi, wahudumu, walinzi, bodaboda ambao ndio tunamaanisha watu wa delivery. Yaani tuna watu wa usafi, tulikuwa tuna category za watu wengi. Yeah. Okay, na wao vipi hali zao sasa wanavyoona? Ndio maana unavyoona hapa nimeona hali zao ni ngumu, that why nimeamua kuja na njia nyingine kuliko kukaa nyumbani. Hali ni ngumu jamani, nadhani mnajua. Tunategemea maisha yetu ya Tanzania kama mnavyojua. Tunategemea kutoka kupambana kufanya kazi ndio upate kula. Kwa hiyo nikaona ili tusiendelee kuumia, basi ni bora tukaja na Shishi Food Delivery, watu endelee kupata huduma kama kawaida. Shishi, kwa kwanza pole sana kwa ambao amekukuta. Asante. Lakini baada ya matatizo watu wengi waliamini kwamba hauwezi kusimama tena. Kimaanisha hata kuongea hapa na sisi na waandishi. Wengine mpaka walizusha walizusha nimefariki, yes. Kitu ambacho kiliwafanya watu waogope sana. Kwenye hilo wewe sasa unalizungumziaje? Mimi kwanza namshukuru Mungu kwa kunipa moyo, maana mimi na moyo, Mungu kanipa moyo mgumu wa ujasiri. Hata habari hizo zilizonifikia nilimwambia tu Mungu asante, wamenipa umri mwingi zaidi kwa sababu Mungu kama anahitaji jambo lake, yani huwezi kulikwepa. Lakini mimi sikati tamaa kama nilivyosema Daimelda, mimi ni mwanamke ambaye najiamini, nilikotoka na pajua uzuri maisha yangu wananchi wengi wanayajua kwa sababu mimi vitu vyangu vingi naviweka kwenye social media. Kuanzia ninapoanza mnaniona nimepitia hapa, nikapitia hapa, nikapita hapa, sijai kuwa na kona. So naamini kwamba kila kitu kitawezekana na tutarudi kivingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Nataka pole sana kwanza kwa changamoto ukutana nayo. Biashara yako ilikuwa ni kubwa sana. Unasema hapo kuna watu zaidi ya 200 wamepata. Yeah, nyinyi mlikuwa mashahidi, si mlikuwa mnakuja hapa? Investment iliyofanyika hapa ni kubwa sana. Of course. Nauliza kwamba kwa kilichotokea Shilole, na maana biashara yake ilikuwa haina bima kwa ukubwa ulikuwa nao. Kama ulikuwa nao vipi? Hayo mambo sidhani, yani sidhani kama naweza kuliongelea mambo hayo. Unajua mambo hayo ya namna hiyo hayahusiani. Na Sawa, Shilole, nafahamu miaka 8-9 nyuma ulianza kupikia nyumbani na ulikuwa unafanya delivery. Leo hii unarudi kule. Unajisikiaje kwenye hiyo? Ni changamoto, lakini changamoto zinapotokea kwenye maisha ya mwanadamu ni kawaida na unatakiwa ukubali kwamba ilikuwa hivi na sasa iko hivi. Kwa mimi nimeipokea, ni moja ya changamoto na ni kitu ambacho kinanipitisha kwenye sehemu kwamba ninatakiwa kufanya hivi ili niweze kurudi kuwa strong zaidi. Kwa hiyo haya ni majaribu na nimeyapita. Kuna kaka mmoja anaitwa Volcan Dice, yeye anaishi nchini Canada na ni mwanamuziki, amekuja hapa nchini Tanzania. Alisema kwamba yeye amejitolea hata kulipia gharama, nusu ya gharama ambayo itapatikana hapa. Sijui kama ulishamsikia au umefanya naye mawasiliano? Hapana, hata sijai kumsikia. Yuko wapi jamani, atusaidie. Ndio watu kama watu ndo nawataka. Mungu anakupa watu. Jamani, kusaidiwa kwani kuna ubaya gani? Hata sio huyo tu, hata mwingine. Shule kwa kujazia hapo, najua kuna baadhi ya wasanii wenzako ambao pia mmekuwa mnashirikiana kwenye baadhi ya mambo, matatizo na vitu kama hivyo. Labda baada ya kupata matatizo haya, ulipata simu kwa wasanii kwa asilimia ngapi ambao walikuwa nakupa pole, wengine labda pengine kukusupport? Nilipata nyingi tu, sio tu kwa wasanii. Nimepigiwa simu nyingi za pole kwa watu wengi sana, wa Tanzania wenzangu wa sehemu tofauti, mashabiki zangu ambao walikuwa wananitumia hata Insta direct, wenye namba zangu waliweza kufanikiwa kunipigia. Kwa kweli walinipa pole, namshukuru Mungu. Unajua pole sio mpaka mtu akupe hela. Mtu anaponyanyua tu simu yake, jamani pole, na ithamini sana. Yes. Sawa Shilole, umeongea kuhusiana na delivery, vipi kuhusiana na kuifufua Shishi Food kuanza tena kazi? Umeshaanza kuwa na tathmini kujua inahitaji tena gharama gani kuifufua upya na njia gani utafanya? Kuna msaada wote umeidiwa sehemu yoyote? Nitarudi tu kwa uwezo wa Mungu kwa sababu kama nilivyosema tunapambana. Kwa hivyo tunaendelea kujichanga na ambao na wategemea ni nyinyi mnisapoti kama mlivyoamua kunisapoti tangu awali mpaka dakika hii. Kwa hiyo tutarudi tu inshallah na eneo litakuwa ni hili na tutafanya tena interview hapa ya kuwakaribisha wananchi na wateja wangu kuja kunisapoti katika biashara yangu ninayoamini ya chakula sana. Shilole, mimi natamani watu wajue kwamba ni umejizatiti vipi, kwa sababu sehemu ni hii, mahali ni hapa. Kwa hiyo umejizatiti vipi tena usije ikatokea janga kama hili? Tumejipanga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ataendelea kutuongoza zaidi kama tunafanya nini zaidi.
Yes. Sawa, neno lako kwa wale ambao wamefanya haya lakini mimi nimewasamehe. Nimewasamehe kabisa. Nimewasamehe na hata wakisikia kama wapo aliona basi waambie mimi nimewasamehe na ninawapenda sana. Yeah.